mafuta na gesi. Pamoja na juhudi za upatikanaji wa nishati ya umeme, serikali imeendelea kuhakikisha ongezeko la matumizi ya gesi asilia. Katika kipindi cha Julai 2025 hadi Februari 2026, serikali imeongeza mtandao wa miundombinu ya usambazaji wa gesi asilia katika viwanda, taasisi na nyumbani hadi kilomita 243.6 ikilinganishwa na kilomita 184 iliyokuwa kipindi kilichopita. Ili kuimarisha matumizi ya gesi asilia iliyosindikwa, inaelekeza Wizara ya Ujenzi, Wizara ya Nishati zishirikiane kuandaa viwango msawazo, yani specifications, vitakavyotumika katika mahitaji ya vyombo vya moto vya serikali, ili serikali iongoze kwa mfano kuhama kwenye kutumia vyombo vya moto vinavyotumia mafuta kwenda kwenye vyombo vya moto vinavyotumia nishati ya gesi. Vile vile zijengwe miundombinu za kutosha za kuwezesha vyombo hivyo kuanza kutumia gesi asilia iliyosindikwa. Mheshimiwa Spika, leo tunaongelea tatizo la kupanda kwa bei za mafuta kutokana na hali ya kisiasa, hali ya amani katika Mashariki ya Kati. Lakini sisi tuna gesi yetu ambayo itatupa uhakika. Tukishakuwa na gesi yetu na vifaa vyetu vinatumia nishati ya gesi, maana yake hatutaathirika sana yanapotokea matatizo kama haya kwenye nchi zinazozalisha mafuta. Licha ya uwepo wa changamoto za kiusalama za kikanda na kimataifa, ikiwemo ile ya Mashariki ya Kati, serikali itaendelea kusimamia upatikanaji wa bidhaa hizi za mafuta, petroli pamoja na mengineyo, ili kuweza kuhakikisha kuwa bidhaa hizo zinaendelea kuwa himilivu. Tumeona bei zimeanza kupanda, tutakaa ndani ya serikali kuweza kuhakikisha tunakabiliana nalo vipi hilo, ili wananchi waendelee kupata mafuta kwa bei watakayoweza kumudu na kudhibiti kupanda kwa gharama za maisha. Katika hatua nyingine, serikali imeendelea kusimamia mifumo ya kuagiza na kuhifadhi na kusambaza mafuta pamoja na kuongeza uwezo wa kupokea na kuhifadhi mafuta katika bandari yetu ya Dar es Salaam na ya Mtwara. Katika kufanikisha hilo, serikali imeendelea kutekeleza miradi ya ujenzi ya ghala la kupokea na kuhifadhi mafuta lenye uwezo wa kupokea tani 308,110 katika bandari ya Dar es Salaam, ambapo umefikia 30%. Aidha, miundombinu ya kuhifadhi mafuta katika bandari ya Mtwara imeongezeka kutoka tani 29,280 hadi tani 110,221 ambayo itawezesha kupokea meli zenye shehena ya tani 30,000. Mheshimiwa Spika, kwa mwaka 2026-2027 serikali imeendelea kuimarisha uzalishaji, usafirishaji na usambazaji wa umeme ili kukidhi mahitaji ya nishati hapa nchini, kusambaza umeme katika vitongoji ambavyo havijapatiwa umeme, kuendelea na shughuli za kutafuta, kusafirisha, kuhifadhi na kusambaza mafuta na gesi asilia. Pia kukamilisha mpango wa matumizi ya nishati safi ya kupikia katika taasisi, kuimarisha ushirikiano wa sekta binafsi na kutekeleza mkakati wa taifa wa matumizi ya nishati safi ya kupikia 2024-2034. Maelezo ya kina kuhusu mafuta na gesi yanapatikana katika aya ya 90 hadi 96 ya hotuba hii na yatatolewa kwa kina na waziri wa sekta atakapokuwa anaelezea, atakapokuwasilisha bajeti ya serikali ya sekta ya Wizara ya Nishati. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa ardhi, sekta ya ardhi ni mtambuka na ni muhimu sana katika kufanikisha utekelezaji wa shughuli za sekta nyingine za uzalishaji na maendeleo ya taifa. Hata hivyo, Mheshimiwa Spika, sekta hii imekumbwa na changamoto na migogoro mingi ambayo imekuwa kero kubwa kwa wananchi. Changamoto na migogoro hiyo ni pamoja na maeneo mengine nchini kutokupimwa, ucheleweshaji wa utoaji wa hati, umilikishaji wa eneo moja kwa zaidi ya mtu mmoja, na baadhi ya watendaji kutokuwa waaminifu, uuzaji wa maeneo ya wananchi kinyemela, pamoja na kero zingine za aina hiyo. Changamoto hizo zimesababisha uwepo wa migogoro baina ya makundi mbalimbali katika jamii, ikiwemo
ya wakulima na wafugaji, migogoro ya mipaka baina ya vijiji na vijiji, migogoro ya ardhi baina ya mtu na mtu na taasisi. Mheshimiwa Spika, moja ya jambo linalotishia undugu wa Watanzania kwa sasa ni ardhi. Maeneo mengi watu wanataka kuchukiana kwa sababu ya ardhi. Serikali imeendelea kutatua migogoro hiyo kupitia kliniki za ardhi, kamati za wataalamu, mabaraza ya ardhi na ziara za viongozi. Hadi Januari 2026 migogoro 5333 imetatuliwa. Maombi ya umiliki 10,113 yalipokelewa na hati miliki 7,182 ziliandaliwa, pamoja na kuandaa mipango ya matumizi ya ardhi katika vijiji 191. Mheshimiwa Spika, nimeelekeza Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, Mwanasheria Mkuu wa Serikali pamoja na Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI kukaa waliangalie upya na kuja na mapendekezo mahususi kuhusu ni namna gani tutakabiliana na kulimaliza tatizo hili ambalo limewakabili wananchi wetu. Katika kuhakikisha kwamba changamoto na migogoro hiyo inafika kikomo, nilishasema ni lazima sasa tuifikishe mwisho migogoro hiyo, kwa sababu tumeilimbikiza sana. Wizara ya Ardhi pamoja na watumishi wake wote, wapimaji wa maeneo, watendaji kazi katika maeneo mbalimbali, waendelee na wenyewe kutatua changamoto ambazo tayari tumeshazipokea, na vile hatua za kinidhamu zichukuliwe kwa watumishi wote watakaobainika kuwa chanzo cha migogoro hiyo. Aidha, wizara ihakikishe taratibu za mifumo inayotumika kutoa huduma za ardhi inakuwa ya wazi na rafiki kwa wananchi wote. Katika mwaka 2026-2027 serikali itaendelea kusimamia upangaji na upimaji wa ardhi mijini na vijijini na maeneo ya kimkakati, kuimarisha mifumo ya tehama na kuboresha huduma za uthamini na ulipaji fidia, na vile itaimarisha utatuzi wa migogoro, kuendelea na ujenzi wa nyumba za gharama nafuu na kuboresha miundombinu ya upimaji na ramani ili kuongeza tija na uwazi na kasi ya utoaji wa huduma hizo. Mheshimiwa Spika, serikali itaangalia upya namna inavyoshughulikia masuala haya ya migogoro. Kwa upande wa viwanda na biashara, sekta ya viwanda na biashara imeendelea kuwa nguzo muhimu katika kuleta mageuzi ya kiuchumi. Katika mwaka 2025-2026 serikali imeendelea kuwezesha